kutoka popote unapotutazama. Hii ni Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Lakini kwako wewe mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, hongera sana kwa matokeo mazuri ambayo yametoka hapo jana, lakini pia yanaendelea kutoka. Lakini tu pole kwako wewe ambaye mambo hayakwenda vizuri. Karibu sana. Mimi ni Gideon Pasco. Hii ni Jahara sehemu ya kwanza ambayo tunazungumza yale yote ambayo ni ya kiungwana, na leo tunazungumza kwa kina fursa za masomo ambazo zinapatikana nje ya nchi yetu, yani ufadhili wa masomo. Lakini pia ni kwa jinsi gani Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ambavyo inahusika moja kwa moja na shughuli hizi za masomo ya kwenda nje, yani ufadhili wa nje. Tupo studio na wageni wetu maalum kabisa kutoka Wizara ya Sayansi na Teknolojia Tanzania. Wewe mtazamaji, una nafasi ya kushiriki nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na YouTube. Andika tu Mlimani TV, toa maoni yako, lakini pia usisahau kutufuata huko ili uweze kupata habari zetu ambazo tumekuwa tukizitoa siku hadi siku. Sasa katika utambulisho nimeshakwambia nipo na wageni kutoka Wizara ya Sayansi, pengine ni kutambulisha majina yao. Na nipo na Dr. Othman, lakini pia nipo na Mr. Clement Sanga, wote hawa kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Karibuni sana studio za Mlimani TV. Asante sana Pascal. Ya, bila shaka ni kwa mara ya kwanza mnakuja hapa studio zetu hizi. Ndio, tunafika kwa mara ya kwanza katika studio hizi. Sasa sisi tuna furaha sana kuwa na ninyi, kuungana na ninyi leo katika kipindi chetu hiki. Pengine watazamaji wa Tanzania, wazazi, pengine hata wanafunzi ambao wanatamani sana kupata fursa hizi, itakuwa ni wakati mzuri kwao kusikiliza kwa kina. Bila shaka. Yeah. Na sasa mtazamaji, tuanze. Nimekuambia tu kwamba hapa tunazungumza fursa za nje, na maanisha ufadhili wa nje. Wengi wamekuwa kiita scholarship, kwenda kusoma nje. Sasa leo tupo na watu sahihi ambao watatuelezea kwa kina ni kwa jinsi gani hii ambavyo inatokea. Na sasa nikianza na Mr. Clement Sanga, tukianza na moja kwa moja kwamba tayari kuna fursa mbalimbali za Watanzania ambazo zinakuwepo. Zingine tumeziona zikitangazwa katika vyombo vya habari, mitandao ya kijamii. Sasa tukizungumzia sekta ya elimu, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, ninyi kama wizara mnaratibu vipi hizi fursa ambazo tunaziona? Asante sana Pascal. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ndio yenye jukumu iliyokasimiwa na serikali ya kuandaa rasilimali watu kwa ajili ya kutekeleza majukumu mbalimbali ili kuweza kufikia malengo ya nchi, ikiwemo vision yetu ya 2050. Kwa hiyo jukumu la wizara ni kuandaa wataalamu kwenye kada mbalimbali ambao wanaandaliwa ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imekuwa ikifanya jukumu hilo la kuandaa wataalamu ambao wanakwenda kuitumikia nchi kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kwa kugharamia ufadhili, serikali inagharamia wananchi wanaokwenda kusoma nje ya nchi na wanaosoma ndani ya nchi. Kwa hiyo serikali pia kupitia nchi rafiki imeendelea kutoa ufadhili kwa watu wanaokwenda kusoma kwenye nchi mbalimbali kama vile Uingereza, Hungary, China, Algeria, Urusi. Kwa hiyo imekuwa ikifanya uratibu wa fursa za masomo kwenda kusoma nje. Uratibu huu na scholarship hizi ambazo wanaziita scholarship, maana yake ufadhili, upo wa aina mbili. Kwanza upo ule unaotolewa na serikali ya Tanzania moja kwa moja kwa ajili ya watu kwenda kusoma nje ya nchi. Hapa tunaongelea Samia Scholarship na scholarship zingine zozote zinazotolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia ziko scholarship ambazo zinatolewa na nchi wahisani au nchi rafiki kupitia makubaliano mbalimbali. Lakini scholarship hizi zinazotolewa na nchi mbalimbali zinaweza kuwa ni scholarship kamili ambayo tunaita full scholarship ambazo zinagharamia kila kitu, lakini pia ziko ambazo tunaziita partial scholarship ambazo zinagharamia baadhi ya gharama. Mtu anakwenda kusoma nje ya nchi
lakini nchi anayokwenda kusoma inagharamia baadhi ya gharama. Gharama zingine zinagharamiwa aidha na mzazi au na serikali. Sasa pengine kwa kuwa umegusia Samia Scholarship, pengine ungeelezea kuna tofauti gani sasa kati ya hizi scholarship zingine na hiyo Samia Scholarship? Kwani tumeona hata Samia Scholarship mtu anaweza akasoma humu ndani. Tunayo Samia Scholarship ambao watu wanasoma ndani ya nchi. Wanafunzi waliofanya vizuri kwenye masomo ya sayansi na wanaoendelea katika vyuo vikuu na masomo ya sayansi kwa shahada ya kwanza. Hiyo ni Samia Scholarship ambao wanasoma ndani ya nchi, field mbalimbali ndani ya nchi. Lakini kuanzia mwaka jana, wanafunzi waliofanya vizuri kwenye kidato cha 6 mwaka jana, wanafunzi waliofanya vizuri zaidi kwenye masomo ya hisabati na physics walichukuliwa kwa ajili ya kuwekwa na kufanya maandalizi kwenda kusoma vyuo vikuu maarufu duniani, lakini wanasoma program maalum, kwa mfano za data science, artificial intelligence, machine learning na kozi zinazofanana na hizo. Kwa hiyo huo ni ufadhili ambao unagharamiwa na serikali ya awamu ya 6. Ambao huo ndo Samia Scholarship. Hiyo ni Samia Scholarship Extended. Kwa hiyo Samia Scholarship ziko za aina mbili. Iko Samia Scholarship ya kawaida ambao wanasoma ndani na ipo Samia Scholarship Extended ambayo hiyo inahusisha mambo ya hayo ya kwenda nje, lakini kwenye fani maalum hizo za machine learning, data science, artificial intelligence. Kwa hiyo inaitwa Samia Scholarship Extended. Iko kwa ajili ya wale wafanya vizuri sana lakini kwa masomo ya sayansi. Kwa masomo ya sayansi. Sasa hii inatofautiana vipi sana na scholarship zingine ambazo zinatolewa? Scholarship zingine ambazo zinatolewa zipo zinazogharamiwa na nchi. Nchi wahisani. Kwa mfano tunapoongelea Commonwealth Scholarship, tunapoongelea scholarship zinazotolewa na nchi ya Hungary, scholarship zinazotolewa na nchi ya Urusi. Kwa mfano nchi ya Urusi inatoa scholarship, ni partial scholarship karibu 150 kila mwaka kwa Tanzania kuanzia mwaka jana. Kwa wapo waliokwenda 150 mwaka jana, wapo wanaokwenda 150 mwaka huu, wapo watakao kwenda 150 mwakani, na inaweza ikaongezeka. Kwa hiyo scholarship zinazotolewa na nchi wahisani ziko kwenye maeneo mbalimbali, sio specific kwenye maeneo ya science pekee. Kwa hiyo ni mtu anayekwenda kusoma kozi yoyote kuanzia shahada ya kwanza, ya shahada ya umahiri au shahada ya uzamivu. Samia Scholarship hiyo extended imepeleka watu kwa sehemu kubwa, wanafunzi waliomaliza kidato cha 6 kwenda kufanya shahada ya kwanza nje ya nchi. Japo zipo Samia nyingine ambazo pia zinapeleka watu kwa ajili ya masters na wengine kwa ajili ya mambo ya mionzi. Sawa. Sasa tukirudi kwako wa Dr. Othman, Tanzania imekuwa ikishirikiana na nchi nyingi zingine amezitaja. Lakini sasa tukizungumzia China moja kwa moja, tumeona sasa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Tanzania ukizidi kuongezeka siku hadi siku. Sasa pengine tungejikita moja kwa moja kwamba tufafanulie tu kwamba ni fursa gani ambazo za kimasomo ambazo zinapatikana nchini China, lakini sasa pengine katika maelezo yako zinagharamiwa na serikali ya Tanzania au serikali ya China? Asante mtangazaji Gideon Pasco. Kwa kugusia fadhili ambazo zinafadhiliwa na serikali ya China kama alivyotangulia kusema Mr. Clement Sanga kwamba kuna fadhili kamili kwa maana full scholarship na kuna fadhili nusu partial scholarship. Kwa upande wa China hii ni full scholarship ambayo inatolewa na serikali ya watu wa China kwa Tanzania. Ufadhili huu wa China unaitwa CAC kwa maana ya China Scholarship Council, yani kupitia baraza la ufadhili wa serikali ya China ambao upo chini ya Wizara ya Elimu ya China. Hiyo ndio ambayo tunayo kwa China, na ufadhili huu kama nilivyotangulia kusema ni ufadhili kamili kwa maana ya kwamba unahusisha fedha za kujikimu tunaita stipend, inahusisha bima ya afya,
na kwa baadhi mwanzo wanapofika wanafunzi wanapata na sehemu ya shajara kwa maana ya stationery. Sasa mtu anaweza akajiuliza vigezo ni nini hasa kupata scholarship kama hii? Asante sana mtangazaji. Vigezo vya kupata scholarship vipo. Ili upate scholarship ya China scholarship, kigezo cha kwanza uwe Mtanzania. Lakini kabla ya kufika huko, labda ningesema kigezo muhimu ni utembelee tovuti ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ili upate taarifa. Kwa kawaida scholarship hii ya China huwa inafunguliwa au inakuwa wazi kwa umma wa Tanzania kuanzia tarehe 1 Disemba mpaka tarehe 1 Februari kila mwaka. Kwa hivyo kigezo hicho ni kigezo muhimu kwanza kujua. Kwa hivyo uweze kutembelea tovuti ya wizara. Jingine ni uraia. Kama nilivyotangulia kusema, lazima uwe Mtanzania. Kigezo cha tatu ni umri. Kama tujuavyo, China scholarship inahusisha ngazi ya masomo kuanzia shahada ya kwanza kwa maana ya bachelor degree, shahada ya umahiri kwa maana ya master's degree, na shahada ya uzamivu kwa maana ya PhD. Kwa hivyo kigezo na katika kila sehemu au kila kategori kuna vigezo vyake vya umri. Kwa mfano, shahada ya kwanza unatakiwa uwe na miaka 18 mpaka 25. Kwa shahada ya pili kwa maana master's degree unatakiwa uwe na miaka 18 mpaka 35. Na kwa shahada ya udaktari yani PhD unatakiwa uwe na umri kuanzia miaka 18 mpaka 40. Kwa hivyo hicho ni kigezo cha tatu kwa maana ya umri. Kigezo cha 4 ni uombe. Yani uombe kwa mujibu wa fani unayotaka kwenda kusoma. Kwa mfano, huwezi kuwa una elimu ya kidato cha 6 au diploma afu ukaomba kwenda kufanya masters. Kwa hivyo uombe kwa mujibu wa utaratibu unaotakiwa na kwa mujibu wa vigezo vyako. Sasa pengine mtu tayari ana vigezo, sasa utaratibu upoje? Utaratibu wa kuomba? Utaratibu wa kuomba ndio naoendelea huo, kwamba ukishakuwa unakidhi vigezo kwamba unaenda masters lazima uwe na degree, unaenda PhD lazima uwe na masters. Sasa utaratibu ukoje? Ukishaingia kwenye website hile utafungua, alafu utajaza maombi kwenye website na inashauriwa uwe uko tayari na vitu vyako, kwa sababu ni online application, yani ni maombi kwa njia ya mtandao. Ni vyema ukawa na nyaraka zako tayari kwa maana ya documents. Uwe umeweka vyeti vyako kwenye mfumo wa PDF ili uweze kuvipakia au kuvi-upload. Sawa. Sasa nikirudi kwako Mr. Clement, pia Tanzania sio China tu ambayo tumekuwa tukihusiana nao, pia tuna nchi nyingi. Pengine wewe ukigusia fursa ambazo zinapatikana Uingereza na Hungary, pengine tuweza tukazifahamu pia kwamba ni zipi ambazo zinapatikana huko. Asante. Kuna ufadhili ambao unatolewa na Jumuiya ya Madola ambao uko chini ya serikali ya Uingereza. Nchi zote zilizokuwa chini ya Jumuiya ya Madola wana fursa ya kuomba, inaitwa Commonwealth Scholarship. Sasa ufadhili huu unatolewa kwa Watanzania wanaotaka kwenda kusoma Uingereza kwenye ngazi ya masters na PhD. Lazima hawatolei kwa ajili ya degree ya kwanza, wanatoa kwa ajili ya shahada ya umahiri na shahada ya uzamivu. Kwa mtu yoyote ambaye anazo hizo sifa anaweza kaomba. Lakini pia tuna ufadhili unaotolewa na nchi ya Hungary. Ufadhili unaotolewa na nchi ya Hungary kupitia makubaliano tulionayo, unatolewa ufadhili kwa watu wanaokwenda kusoma shahada ya kwanza, lakini pia wanaokwenda kusoma shahada ya pili na shahada
ya uzamivu. Kwa hiyo ngazi zote tatu mtu anaweza kuomba. Kwa Commonwealth mtu anaweza kaomba kwenda kusoma masters au PhD kwenye kozi yoyote ile ambayo anataka kusoma, lakini kwanza lazima awe na ufaulu wa juu. Ufaulu wa juu manake anayekwenda kusoma masters GPA yake haitakiwi kuwa chini ya 3.5. Lakini pia kwa sababu scholarship hizi na ushindani, kwa hiyo kwa wanafunzi ambao bado wako shule ni washauri kujiandaa mapema, manake mtu unataka uwe na ufaulu mkubwa baada ya kutoka, huwezi ukaupata. Kwa hiyo ufaulu mkubwa unaupata ukiwa chuoni. Kwa hiyo lazima uwe na ufaulu mkubwa. Kama tulivyosema, sifa ya kwanza lazima uwe Mtanzania, lakini pia lazima uwe umeomba kupitia mfumo wa CSC online. Kwa sababu tukiweka ile tangazo linalotolewa na Wizara ya Elimu, ambayo matangazo huwa yanawekwa kwenye website ya Wizara ya Elimu. Kwa kawaida kwa Commonwealth tunatangaza karibu mwezi mmoja kabla ya kufunguliwa dirisha la kuanza kuomba. Kwa hiyo kwa sababu ili mtu uweze kuviona vile vitu vinavyohitajika, uanze kuviandaa. Lakini tuko pia kwenye kipindi hiki ili kukuomba na kukushauri kuandaa vitu vyako mapema. Ukiandaa vitu vyako mapema ni rahisi, inapofika wakati dirisha limefunguliwa unakuwa na kila kitu. Lakini pia kama tunaongelea ufaulu mkubwa, lakini pia lazima umeomba kwenye chuo kimojawapo cha Uingereza. Kuna watu wengine anaomba Commonwealth scholarship, lakini ameomba chuo labda cha Marekani au chuo cha Tanzania. Huwezi ukafadhiliwa kwenye eneo. Lazima kwenye Commonwealth lazima uwe umeomba kwenye nchi ya kusoma kwenye nchi ya Uingereza. Na maana yake umeomba na umekubaliwa tayari. Kwenye kukubaliwa tayari inaweza isiwe sifa sana, lakini umeomba na kile chuo kimeshapokea maombi yako. Kwa upande wa waombaji wa PhD, kwa sababu PhD inahitaji uwe na msimamizi, lazima uwe pia na supervisor uliomuomba kutoka kwenye chuo hicho unachokwenda. Manake ili umpate supervisor lazima uwe umewasiliana naye, umetuma proposal na akaona kwamba lile eneo anaweza kukusimamia. Kwa hiyo kama unafanya PhD lazima uwe na msimamizi. Kwa hiyo ndio maana nasema lazima mchakato uanze mapema. Lakini pia lazima uwe na referees. Kuna watu wengine wanajitengenezea mareferee mwenyewe. Sasa kwa mfumo wa Uingereza wanafanya tracking kujua kama huyu referee je, amejaza kwenye mfumo, ameingia kweli, amesema huyu mwanafunzi anamtambua. Yale mambo ya kujitengenezea ufadhili kwamba wewe ni referee mwenyewe au unamuomba rafiki yako anakuwa referee wako, alafu mnaandikiana hapo, yanakufanya upoteze sifa za nani. Lakini pia unatakiwa kuandika concept paper. Unaandika concept paper kwamba kitu unachokwenda ukisoma ni kitu gani na kitakuwa na manufaa gani kwa nchi. Naam, mtazamaji, kama kwanza ndio unajiunga nasi, hii ni Mlimani TV na hapa tunajadili kwa kina fursa za masomo ambazo zinapatikana nje, wengi tukiita scholarship kwa lugha ya Kiingereza. Mimi ni Gideon Pasco, niko na wageni maalum kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Nipo na Dr. Othman ambaye pia ameambatana na Clement Sanga. Wote hawa wako hapa kutujuza ni fursa zipi ambazo zinapatikana za kielimu hasa nje ya ardhi yetu ya Tanzania. Sasa nikiendelea kwako Mr. Clement, sasa ni makosa gani au ni vitu gani hasa vinafanya Watanzania wengi wanakosa fursa hizi? Mara nyingi wakati wa kufanya uchambuzi, scholarship zinazoratibiwa na wizara, uchambuzi unafanywa na kamati maalum ambayo huwa inakuwa imeteuliwa kupendekeza watu wanaotakiwa kunufaika. Kwa mfano kwa Commonwealth, nchi huwa inatakiwa kupendekeza watu 29 kati ya waombaji wengi, wanaweza kawa 700 na zaidi. Kwa hiyo 12 wa PhD, 17 wa masters. Sasa timu zinazochambua, miongoni mwa taarifa zinazotupa kwamba watu wengi wanakosa ufadhili. Kwanza, watu hawafanyi maandalizi mapema. Mtu anashtukizia, ameliona tangazo, anaanza kukimbizana nalo. Kwa hiyo matokeo yake anakuwa hana viambatisho vya kutosha. Lakini mtu mwingine anaomba scholarship, anaambatisha provisional results baada ya kuambatisha matokeo kamili. Lakini wengine wanaambatisha baadhi ya vyeti vingine anaamua kuacha. Mtu anaweka transcript, haweki ile certificate. Na mwingine anaona kwamba pengine cheti cha form 4 na cha pale wamesema
ambatanisha all important documents. Mtu anachagua vitu vya kuambatisha na vingine haambatishi. Lakini changamoto nyingine ambayo ninaiona ni zile concept paper wanazoziandika watu hazionyeshi kwa uwazi au kwa kina jinsi gani nchi itanufaika na yeye kupata hiyo elimu. Kwa sababu anayekugharamia pia anataka urudi kuitumikia nchi yako. Sasa anataka kuona wewe ujuzi ulio nao utaisaidiaje nchi yako baada ya kurudi katika nchi unayorudi. Lakini changamoto nyingine ni ya watu kuto kufanya. Baadhi ya nchi zinahitaji wewe umefanya ile mitihani ya kimataifa ya lugha ya Kiingereza. Sasa watu wengi hawafanyi kwa wakati. Ile mitihani inaratibiwa na kwa mfano ya Kiingereza inaratibiwa labda hapa nchini na British Council, lakini watu wanafanya online na nini. Sasa watu hawafanyi ile mitihani kwa wakati. Kwa hiyo watu wanapaswa kuwa kama unataka kusoma nje ya nchi, lazima ujue uhitaji. Watu pia hawasomi matangazo ya fursa hizi kwa kina. Yaani mtu anaambia kuna scholarship lakini hasomi ile tangazo akaona nini hasa tangazo linaelekeza mtu kufanya. Kwa mfano kama unatakiwa kusubmit online, alafu hard copy usubmit labda Wizara ya Elimu, au kwa email au kwa njia ya posta. Mtu anasubmit online anafikiri amemaliza. Sasa mwisho wa siku kama nominating agent ni Wizara ya Elimu, haitajua kama uliomba. Haitajua kama uliomba. Kwa kuondoa hilo kwa sasa tumeweka utaratibu kwamba waombaji pia wana mfumo wetu wa scholarship portal kwa wenye Wizara ya Elimu. Mtu anaweza kuanzia sasa uombaji pia utakuwa unapitia kwenye scholarship portal. Sasa tukirudi kwako Dr. Othman, tukiwa tunaelekea ukingoni, pengine sasa tukiendelea kujikita zaidi China, tumeona makosa ambayo wanakuwa wakiyafanya watu ambao wanaomba kwenye nchi kama Uingereza na Hungary, lakini sasa tukiizungumzia China, pengine pia kuna makosa gani ama vitu ambavyo watu wanakosea sana? Changamoto zipo wanakutana nazo hasa wanapo kwenye hizi application za scholarship za Uchina? Asante mtangazaji Gideon. Pamoja na ambayo ameelezea Mr. Sanga, nako China yanaendana, makosa yanafanana, lakini jambo kubwa ambalo ni kosa maksusi, tunasema kosa kubwa, unakuta mwanafunzi anaomba, amefungua mfumo, ni Mtanzania, anaomba kozi stahiki, ana ufaulu, lakini hana pre-admission. Kwa China ni kosa kubwa. Unaweza ukawa una ufaulu mzuri, mkubwa, tunasema ufaulu mzuri kabisa. Kwa mfano nichukulie wewe ndugu Gideon, ufaulu wako uko juu, ni mkubwa ukiulinganisha na wakwangu. Lakini mimi nina pre-admission, wewe huna pre-admission kutoka China. Pengine ungeelezea pre-admission unamaanisha nini? Pre-admission unapoomba, kabla ya hujaomba, kama nilivyotangulia kusema kwamba scholarship China inafunguliwa kuanzia Disemba tarehe 1 mpaka Februari tarehe 2. Sasa mpaka Februari tarehe 1 kila mwaka. Sasa kabla hujaomba ile Disemba, tunafungua tunaweka tangazo letu kwenye website wa Tanzania au umma wa Tanzania wenye sifa waombe. Unatakiwa uwe na pre-admission. Pre-admission ni udaili, yani umepata admission, unaomba kwenye chuo cha China. Hivi vio viko 289 ambavyo vina sifa ya kutoa ufadhili huu kupitia China Scholarship Council. Sasa unatakiwa umefanya mawasiliano na vio angalau vitatu au kimoja. Yani pre-admission ni ya chuo kimoja, sio lazima vio vyote vitatu. Lakini katika kuhangaika kuzuri ni vyema ujaribu sehemu nyingi, kwa sababu majibu yanaweza kuchelewa kutoka. Unaona? Mwingine anaweza akawahi, atakayewahi ndio unapambana naye. Kwa hivyo pre-admission ni barua ya udaili.
unaomba katika chuo fulani, wale kule wanasema kweli unakidhi vigezo kusoma kozi hii kwenye chuo chetu. Kwa hivyo wanakutumia ile pre-admission, unaitumia pre-admission katika kuombea. Kama nilivyokupa mfano kwamba ufaulu wangu labda ni mkubwa au ni mdogo, lakini mtu ana pre-admission na huyu mwenye ufaulu mkubwa GPA yake ni kubwa tu, ukimweka mwenye pre-admission na mwenye GPA kubwa, anayependekezwa ni mwenye pre-admission. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa na pre-admission inajulikana unakwenda kusoma chuo kipi. Okay. Na nani watu wote wa sayansi na masomo ya sanaa? Hapana, ni masomo yote. Okay. Kwenye ufadhili wa China ni masomo yote. Iwe lugha, iwe sanaa, iwe sayansi, yote. Na katika ngazi zote. PhD, Masters, PhD, undergraduate. Zote. Okay. Sawa. Na sasa tukimalizia kwako Mr. Clement, pengine ni ushauri gani ambao ungewapa Watanzania ambao wanajiandaa na kuomba nafasi hizi za masomo? Ushauri nilionao kwa Watanzania, na hasa nianze na wanafunzi ambao wako kwenye vyuo. Wanafunzi, ni vizuri ukajiandaa toka unaanza chuo mwaka wa kwanza au mwaka wa pili kutengeneza ufaulu wako. Kwa sababu kama unahitaji kwenda kusoma nje ya nchi, fursa hizi zinatolewa kimataifa kwa ushindani. Sio wa Tanzania peke yake, lakini kwa ushindani na watu wengine pia. Kwa hiyo sio tu uombe zile zinazotangazwa na Wizara ya Elimu. Sisi tunatangaza, zipo tunazozipendekeza wenyewe, lakini zipo tu ambazo tunaleta kutangaza tu, ambazo utashindanishwa na watu wengine. Kwa hiyo lazima uwe na ufaulu mkubwa. Kwa hiyo ufaulu mkubwa unatengenezwa chuoni. Jambo la pili, anza maandalizi ya kuomba ufadhili mapema. Kama una mpango wa kuapply au kuomba mwaka huu, scholarship zitakapoanza kutangazwa, kwa sababu kuanzia mwezi wa 8 hapo tutaanza kutangaza fursa kwa ajili ya watu wanaoenda kusoma mwakani. Kwa hiyo jiandae mapema kuanzia sasa. Weka dokumenti zako mapema, anza kufanya application kwenye vyuo vya nchi unazotaka kwenda kusoma ili uweze kupata hiyo fursa. Lakini pia hakikisha unasoma matangazo ya fursa za ufadhili kwa kina. Ulielewe tangazo linahitaji nini, na hakikisha kama linahitaji uwe na supervisor kwa watu wanaoenda kufanya PhD. Kwenye nchi zingine hata masters wanahitaji uwe na supervisor. Wasiliana na chuo unachokwenda kusoma, tafuta wahadhiri walioko pale, waeleze kwamba una lengo la kwenda kusoma na unataka kusoma nini, watumie dokumenti zako ili waweze kuziangalia vizuri. Lakini jambo jingine ambalo ni la muhimu, unataka kwenda kusoma nje ya nchi, fanya mchakato wa kupata passport mapema, ili uwe nayo. Na mwisho, sio kwa umuhimu, ninashauri wakati unajiandaa usijifanye kuwa kisiwa. Unapotaka kwenda kusoma nje ya nchi, usifanye siri. Shauriana na watu wengine. Wapo watu wengine wamesoma kwenye hizo nchi, waulize. Kama umeandaa concept note yako, soma mwenyewe, hebu mpe mtu mwingine aiangalie ili akushauri uiboreshe. Iboreshe, acha kusubmit kitu ulicho submit mwaka jana vile vile kilivyo. Tumia concept note ambayo umeiboresha, na elewa vipaumbele vya nchi. Soma dira ya Tanzania 2050, dira ya maendeleo ya taifa 2050, ili ujue malengo, nchi inakwenda wapi, kwa sababu hata ufadhili unaotolewa hauwezi ukaenda tofauti na tunakotaka kuipeleka nchi. Kwa hiyo hakikisha unafahamu yale maeneo ya kipaumbele. Hata unapoeleza kwenye concept note yako, eleza utachangia nini kwenye yale maeneo ambayo kama nchi tunategemea tufike kwenye dira yetu 2050. Na sasa tukimalizia kwako Dr. Osman, chini ya dakika moja, wewe pengine una ushauri gani kwa wale ambao wanajiandaa kwenda kusoma China? Asante mtangazaji. Ushauri wangu chini ya dakika moja ni kwamba China ipo wazi kwa vijana wetu, na hii sio ndoto bali ni fursa halisi. Ulimwengu una nafasi, ni wao kuchukua. Shukrani sana. Na kufikia hapo mtazamaji, sisi Mlimani TV ndio tunafikia tamati kwa namna hiyo. Mimi ni Gideon Pasco ambaye
nilikuwa na wageni kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Nilikuwa na Dr. Othman ambaye kwa kina ametuelezea fursa ambazo zinapatikana nchini China, lakini pia tulikuwa na Mr. Clement Sanga ambaye yeye sasa ametuelezea kwa kina fursa ambazo zinapatikana Uingereza na Hungary. Kufikia hapo hatuna la ziada. Nyuma ya kamera alikuwepo Fadhili Kagika na Emmanuel Muhera. Endelea kutazama Mlimani TV Jahara sehemu ya pili ambayo ni mahususi kwa michezo. Simba jana wakishinda vizuri inafuata.